mbala mwezi, mbala mwezi, mbala mwezi, mbala mwezi. Wena mie mbala mwezi, usikubali minumie mbala mwezi, mbala mwezi, mbala mwezi, mbala mwezi, mbala mwezi. Wena mie mbala mwezi, usikubali minumie mbala mwezi. Oh. We mpumbavu mwenye mkuu, nataka nikwambie kitu kimoja. Nataka utoke nje ili tuzungumze kama wanaume, alafu uone wanaume tunazungumza vipi. Usikae kuwa tapeli watu, tumpuzi wewe, hauna lolote. Shenzi mmoja. Toka nje tuzungumze wanaume. Nataka utoke nje tuzungumze, mpumbavu wewe. Wanaelewa vizuri eh? Mimi ndio Mkango. Na uwezo wa kufanya kitu chochote kile. Na wewe huwezi kunibishia kwa sababu wewe ni mpuzi mmoja tu. Kilichonileta hapa, nataka kuzungumza mahusiano ya mdogo wangu na huyo mtoto wako wewe. Mtoto wako wewe ndio ameonyesha hisia kwa mdogo wangu, na mdogo wangu gentleman, ni mwanaume mwenye hisia. Hawezi akaona kitu kizuri afu akakiacha. Never. Lazima apite nacho. Kama nilivyo mimi kaka yake, siwezi kuona kitu kizuri afu nikakiacha. Sijui kama unanielewa. Sasa nataka nikwambie, hiyo mikwala yako ya kishenzi, ya kipuzi, na hivyo vitunguli vyako sijui vinyamkela, vimizimu ambavyo viko huko ndani, tena uvieleze kabisa, na uviambie haviwezi vikanitisha na vikanitetelesha kitu chochote. Nina pesa na nina jinadi. Sasa achana na mahusiano hayo, yatakuja kutokea puani. Watisha watu wengine, sio mimi. Puzi wewe. Mkango, na nikwambie jambo moja tu. Familia yako naifahamu vizuri sana, na hasa marehemu baba yako na mama yako. Baba yako na mama yako kuwa ni watu wenye busara na hekima katika mtaa huu, na hakuna ambaye siokuwa anawafahamu. Lakini wewe huna busara, wewe huna hekima. Kama mdogo wako anampenda binti yangu, kwa nini asifate taratibu na sheria zinavyotakiwa? Umekasirika hiyo. Kuna nini? Nilikwambia nini jana ulivyopita ofisini? Si nilikwambia ukifika nyumbani ufue wewe? Unaendaje shule kama mchafu hivyo? Eh? Unangu kwa nini unanizalilisha lakini? Umliwa kweli? Unashindwa kufua nguo zako? Eh? Nakuuliza wewe, unisikia ama? Mama, kama unavyojua, naenda shule narudi saa 10, nitaporudi saa 10 naenda tusheni. Na nikirudi tusheni nasoma. Ndio kwa sina muda wa kufua mamangu. Kwa nini uliitika kama ulikuwa huna muda? Si ungeniambia mama haiwezekani, ningekuja kukufulia mwenyewe kuliko kwenda hivyo ukiwa mchafu namna hiyo. Nisikilize mwanangu. Ukiwa mchafu huwezi kufika popote. Si peponi, msikitini, kanisani, wala huko maofisini. Huwezi kupata kazi ukiwa mchafu namna hiyo. Hata Mungu tu anapenda mtu akiwa safi wa nafsi mpaka kwenye mavazi. Samahani mama, hatajirudia. Mara ya mwisho hii nazungumza na wewe. Nadhani unanielewa vizuri. Sihitaji hili lijitokeze tena, umenielewa? Ndio. Ole wako nikone tena unavaa nguo chafu nenda shule. Utajua kama mimi niko vipi. Unanifahamu vizuri. Jiandae haraka uende shule, umechelewa. Nimeshajiandaa mama. Bado hela tunasubiri. Shika. Mama, nikirudi choo nitakuja kuletea begi langu. Nakuja kuchukua. Changamka, umeshachelewa shule.
Mimi siko tayari kuona binti yangu akijibanza uchochoroni na akifanya ufuska mbele ya macho yangu. Mimi siko tayari. Kama mdogo wako anampenda binti yangu, basi mimi namkaribisha, lakini si kufanya hivyo ambavyo wanavyofanya. Sikiliza nikwambie kitu kimoja mwenye mkuu. Hayo mapenzi ambayo unayozungumza wewe yalikuwaga zamani kitambo hicho. Kwamba sijui tabaka fulani limempenda binti fulani, basi wakutani wazee kwa wazee. Sasa hivi watu wanamalizana juu kwa juu. Yaani ile kinyamwezi, si unajua? Alafu mimi nina pesa. Unajua watu sisi wenye pesa tunamalizaga mahusiano juu kwa juu tu. Mdogo wangu mimi ndo namsimamia. Amempenda binti yako, atafanya naye mahusiano kivyovyote vile. Ushanielewa vizuri? Au una pesa maskini, unacheza na vibuyu, tunguli, sijui asali. Sikia. Uwezi ukanitisha kwa chochote. Nakwambia. Narudia tena, uwezi ukanitisha na usiingilie mahusiano ya mdogo wangu. Wenda mie mbala mwezi, usikubali mie mbala mwezi, mbala mwezi. Chale, amka basi, acha utani wako. Chale, amka mwanangu. Chale. Jamani, majirani, huyu mtoto kafa jamani. Majirani jamani, naombeni huyu mtoto kafa jamani. Mtoto kafa jamani, majirani, mtoto kafa jamani. Chale. Wewe mama wewe. Kafa huyu. Umemuua wewe. Wewe mshenzi, ni unasemaje mwanangu kafa? Mwanangu amedondoka bahati mbaya, unasemaje kafa? Hivi una kiti mama wewe? Mimi sina kichaa ndugu yangu. Mimi nawaita majirani ili watoe msaada. Tumchukue huyo mtoto tumpeleke mortuary. Huyo mtoto kafa. Wewe mama mchawi nini? Au ndio umemuua mwanangu? Mwanangu amedondoka bahati mbaya, unasemaje kafa? Na kwa nini kadondoka mlangoni kwako? Au ndio mchawi mwenyewe wewe? Mimi kichaa sina. Wewe ndio unawazimu. Mtoto kashakufa hapo, unang'ang'ania kukaa naye hapa. Paka hadi paka naye paka. Mimi ndio mchawi nini unamuua mwanangu? Wewe mpumbavu nini wewe mama wewe? Mwanangu kadondoka sema kafariki, mbona nitauchula mimi? Mimi mchawi. Mimi mchawi, tunaanga wote. Sasa ninakwambia, nitakupeleka polisi, nitakushtaki. Sawa, mimi nimekuelewa. Wewe si mkango. Ndio. Mimi ni kibwana mwenye mkuu. Wewe si una pesa? Ndio. Mimi nina vibuyu. Sasa tutaonyeshana kati ya pesa na vibuyu. Nani zaidi? Sawa, nimekuelewa. Lakini usije ukalinganisha pesa na umaskini. Hivyo ni vibuyu tu. Alafu mimi nina pesa nyingi sana. Naweza nikaja nikachoma hapa, afa kuna hata serikali ambayo itakaniingilia. Shenzi mmoja. Mimi unifanye chochote boya wewe. Kwenda zako huko mpumbavu wewe. Wenda mie mbala mwezi, usikubali mie mbala mwezi, mbala mwezi, mbala mwezi, mbala mwezi. Mimi mchawi, tunaanga wote. Sasa ninakwambia, nitakupeleka polisi, nitakushtaki. Alafu kaniambia wewe uchawi ulionao wapi? Wewe nisikiza binodo, nenda polisi na polisi ngapi mbele ya mwanangu? Wananitisha polisi mbele ya mtoto wangu na kicha. Wewe unajelea timamu wewe. Wewe timamu kweli kichani kwako? Mimi wazimu sina. Nakwambia, wazimu mimi sina. Nisikilize. Ole wako kimpata mwanangu chochote. Wallahi nakuapia, ama zangu ama zako. Subiri. Unaambia mimi mchawi. Wewe unaambia mimi mchawi. Wewe mtoto wa kike unaambia mimi mchawi wewe. Nitakalo kukuta utajijua mwenyewe. Wewe ondoka tu, lakini nakwambia kabisa mimi sio mchawi. Tizame alivyo. Boda. Naomba unipeleke kwa mwenye mkuu. Fanya haraka tafadhali, changamka.
Sikiliza nikwambie kitu. Wewe si Bibi Nondo. Na unisikilize tena kwa umakini kabisa. Tena usijifanye mjanja sana. Kwa kunizidi mimi ni akili. Na akili zaidi ya kwako. Na nimewanga usiku kucha. Nimeroga usiku kucha. Ili mradi jambo langu lifanikiwe. Na ule mtego mimi ndo nimeweka. Sasa basi usinizunguke. Najua kila kitu kinachoendelea. Kwa hiyo ndio hivyo dada yangu. Mtaalamu alivyonielekeza kwamba nikija hapa wewe ndio utanipa maelekezo ya dawa zote, kwa sababu kashanifanyia baadhi ya dawa, kashanichanja, kashanipa dawa zingine, kwa hiyo zingine ananiambia nifuate hapa. Sawa. Ni kweli baba alinipa maelekezo kuhusu wewe. Na hii dawa ya kwanza, dawa hiyo utatumia kuoga kutwa mara 3 ndani ya siku 3. Na hii dawa ya pili, dawa hiyo utatumia kuweka kama kwenye uji, chai au kinywaji chochote wakati unatumia kwa hiyo mlengwa wako. Sawa Ni hivyo tu. Na hiyo dawa ya kuoga wakati unatumia kuoga inabidi utumie kitu chochote ambacho kitakufanya ungalishe mwili wako, kama ni sabuni ni nini. Ni hivyo tu. Wewe cheo hicho umekipata wapi na kujikabidhi madaraka? Ule mtego nimetega mimi hapa. Usiku wa manane nimesagarauka, nimekesha, nimeloga, nimewanga kila kitu. Sasa basi usinifanye mjanja sana kwa kunigeuka. Umenipata? Yule mtoto ameshaanguka. Bibi Nondo, hapa tufanye kitu. Na ndio maana mimi nimetoka kwangu nimekuja kwako ili tufanye kitu. Mtoto ameshaanguka chini na mama yake kagaragara naye mpaka mavi yamemtoka puani na mdomoni. Nisikilize. Sawa, lakini dadangu, hivi nitafanikiwa kweli? Maana sasa hivi biashara imekuwa ngumu kupita maelezo. Yaani hata sijui pa wananichezea, mimi hata sielewi. Mafanikio dada yangu, hilo ni jambo la kumwomba Mungu, kwa sababu hata sisi wenyewe tunamuomba huyo Mungu. Kwa hiyo usijali mafanikio, utafanikiwa tu. Sawa, nashukuru, ila subiri. Nikuacheki kidogo hata kienda mkoba. Asante dadangu. Haya sawa, asante. Haya, karibu tena. Asante. Haya. Dadangu, naomba nisaidie mwanangu. Tuliza jazba, mweke mtoto chini. Baba. Dada, naomba nisaidie mwanangu. Kwani shida nini dada? Mwanangu nilikuwa naongea naye vizuri tu na mwandae ende shule. Ghafla akaniambia mama nenda chooni. Akadondoka. Wakati namkimbilia kuna jirani yangu akatoka na kusema anatoka analia, anasema mwanangu ameshafariki. Hata sielewi sasa yule amejuaje kama mwanangu amefariki. Tulia dada, subiri kwanza. Baba. Mimi hapa kwanza nimekuja hapa kwako au nimekuja hapa nataka tuongee mimi na wewe kitu bwana. Sawa bwana? Tufanye kitu bwana. Sisi umeelewa? Twende. Alafu hizi habari kukutana sehemu kama hizi kuzungumza vitu kama hivi haiwezekani. Tumeona Kiswahili? Nakuelewa vizuri. Na ule mtego mimi ndio nimetega bwana. Sawa. Na leo usiku kabisa leo nitafanya bonge la sherehe. Kwa sababu ule mtoto yule muda mrefu sana nilikuwa namtamani na leo sasa nimempata kwenye mara yangu. Sasa niambie kinachoendelea kimeendelea mpaka ndege kitu gani kinachoendelea? Mama kapeleka mtoto wake hospitali. Subiri. Inawezekana huu ni mchezo, subiri kwanza. Tumeelewana? Hapa kuna kitu. Subiri.
kampeleka kwa mwenye mkuu. Mwenye mkuu. Niangazie na mimi nipate kuona. Kama unataka uhai wako, basi achana na yule mtoto. Na kama hauhitaji uhai wako, endelea kumfuatilia yule kijana. Alafu utaona kilichomkuta Kibeku. Mganga, tunaomba utusaidie. Naomba utusaidie, kwa sisi tuko wawili tu. Na wewe ndo faraja yetu. Naitwa Inspector Awanda. Unatuhumiwa kwa kosa la mauaji. Ndani ya gari yako umebeba maiti. Niangazie na mimi nipate kuona. Nisaidie maneno shakuwa noma. Niangazie na mimi nipate kuona. Nisaidie maneno shakuwa noma. Bala matatizo kila kukicha. Wanatumia kukiza ni kujificha. Angaza ukizima unanitisha. Siwezi bila wewe yote 9. Mbala mwezi, mbala mwezi, mbala mwezi, mbala mwezi. Uwe na mie mbala mwezi. Usikubali mimi